Asante, mimi naitwa Hamisi Kibali. Mimi ni mwandishi wa habari, ni mtunzi wa riwaya, ni mwandishi wa mashairi, ni mwandishi wa script. Nafanya kazi TBC, ni mhariri wa TBC Digital. Nashukuru sana kwa tuzo za mwaka huu ambapo nilijaribu kushiriki fani hii kwa sababu tuzo zilipoanzishwa ile 2023 mimi ndio nilikuwa mshindi wa kwanza wa riwaya. Kwa hiyo safari nikasema ngoja nijaribu kushiriki fani ambayo vile vile naijua. Pengine mwaka kesho nikashiriki mashairi. Kwanza naipongeza wizara kwa kuanzisha hizi tuzo kwa sababu inahamasisha sisi kuandika na vitabu hivi vinachapishwa ili vitumike. Na nadhani majaji nao wanafanya kazi yao vizuri kwa sababu hata kazi yangu unajua ukiandika kitu unajua kwamba hiki kitu ni kizuri. Na nilikuwa nashukuru kwamba tumefanikiwa na nashukuru kwa hii tuzo. Tueleze siri ya mafanikio yawe kuwa mshindi wa kwanza bila shaka ikilinganishwa na uzoefu uliokuwa nao katika nyanja hii. Siri ya mafanikio kwa sababu hizi ni kazi za ubunifu ni kufikiria kitu ambacho unakiandika ambacho kinamvutia msomaji lakini kinakuwa na mafunzo. Yaani kinakuwa wanaita edutainment. Anapata elimu, anajifunza Kiswahili, unajitahidi kufanya research, utafiti. Kwamba jambo unalozungumzia kama unazungumzia kama mtu amepigwa ngumi akaanguka lazima ufanye utafiti kwamba ngumi gani inamwangusha mtu. Kwa hiyo mtu akisoma riwaya, akisoma tamthilia, anakuwa anajifunza vile vile kwa sababu mwandishi anafanya utafiti. Sasa ukiandika kazi yako vizuri, ukafanya utafiti, ikawa inafundisha, ikawa inaelimisha, ikawa inaburudisha, basi unaweza kupata tuzo hii. Kwa hiyo nawashauri vijana wapende kusoma vitabu. Mimi nimesoma vitabu sana, vingi tu, na mimi nasoma kazi sana za wenzangu. Kwa hiyo kusoma vitabu kuna kufanya na wewe kuona wenzako wanaandika nini. Huu ni msimu wa 4 wa tuzo hizi. Bila shaka tutarajie kuona kwamba Kiswahili na fasihi itaendelea kukua kupitia tuzo hizi. Kwa sababu Kiswahili hizi ni tuzo ni fasihi. Yaani fasihi ni kazi inayotumia lugha ili kufikisha ujumbe kwa hadhira, kwa jamii. Kwa hiyo hii ni sehemu nzuri ya kukuza Kiswahili. Na unaposoma, mimi kwa mfano nimekwambia ni mhariri, lakini moja ya kitu kinachonisaidia kuhariri kazi za watu ni kwa sababu nasoma vitabu. Kwa hiyo naboresha Kiswahili changu, naboresha lugha yangu. Kwa hiyo nashauri watu wapende kusoma vitabu, wapende kusoma. Na mwisho kabisa, Profesa Abdulatif ameshauri kwamba tuzo hizi zishirikishe waandishi wengine kutoka nchi mbalimbali. Bila shaka hii inaweza ikaleta chachu kiasi gani kwenye kuhakikisha kwamba tunaenzi na kudumisha lugha ya Kiswahili kimataifa zaidi? Hilo ni jambo zuri sana. Sasa hivi kunaitwa Masikidu, kuna siku ya Kiswahili duniani. Na Kiswahili tunataka kukikuza kifike nje. Kwa hiyo tunatakiwa tushindane kwa sababu Kiswahili kinazungumziwa China, kinazungumziwa na nchi zingine. Kwa hiyo ni jambo zuri sana kwamba tuzo hizi watu wote wa dunia tushiriki. Mshindi akishinda hapa sasa au ameshinda dunia, yani ndio gwiji wa Kiswahili katika hiyo utanzu wa dunia nzima. Nadhani jambo zuri.